sallallahu alaihi wasallam anil qazai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kunyoa nyele huku chini wakabakisha juu. Lakini ni wangapi kati ya vijana walionyoa staili ya Balotelli ilipotoka hiyo staili? Ni wengi kati ya vijana, bali hata kuna wengine ni wazee. Lakini hata kwa kukata kwao nyele na hata kwa kunyoa kwao nyele, walinyoa kwa sampuli ambao kwamba ni kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyotaka. Ikiwa hata kwa nyele zetu hatuwezi kumwandama Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaweza kumwandama Mtume kwa mengine? Ni wangapi wanaokwenda kwa vinyozi kunyolewa, akamwambia ya kwamba nifute ndevu nibakishe masharubu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema futeni masharubu au punguzeni masharubu, acheni ndevu. Tutizame tu kwa hayo, wacha mengine. Ndio pale semapo siku zote, ikiwa kweli twampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusimame kwa kuandama mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Ali akalala alipolala Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akatoka. Kwa dunia ya leo, lau Mtume akikwambia hivyo, ungemwambiaje? Kama huoni haya, waweza mwambia direct Mtume, ukamwambia ya Rasulullah, umeletwa kutuongoza, kukuletwa kututoa jambo huku mkuuana kufa peke yako. Mimi si kulingana na imani zetu namna tulivyonazo kwa wakati huu wa sasa. Au uwezo ukamwambia Mtume indirect, ukamwambia nisubiri basi, naenda kukojoa hapo nitarudi. Mtume akakusubiri, ukaruka ukuta huyo mpaka alfajiri, Mtume kungoja wewe hukurudi tena. Kwa nini? Kwa sababu pendo letu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa chache na liko chache. Twastahiki sisi kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.